Kiawara harambe! Harambe! Mimi ndio nimetembea distance mrefu zaidi kuja hapa kutoka Nyamira. Na nimekuja kusikia kama nyinyi bado tuko line moja kabisa. Eti mnasema muko wapi? Eti wapi? Again? Sawa, tuko pamoja. Mimi nawashukuru sana. Nashukuru hawa ndugu zetu wote. Tumekuja hapa kwanza kabisa, kabla sijazungumza, ningewaomba tafadhali wananchi. Leo ningetaka kupeleka risala ya rambirambi ya kipekee kwa familia ya yule mjumbe anaitwa Johana Ngeno ambaye alifariki jana kwa ajali ya ndege. Kule nyumbani ni jirani wetu na wale tunakaa nao pamoja. Na tukiwa kwa kanisa leo asubuhi tumesema uchunguzi ufanywe, ibainike wasi ni kitu gani kilifanyika kwa hiyo ajali. Kwa sababu wananchi, nyinyi hapa Kiawara mnajua watoto wamechomekea hapa hii shule inaitwa Endarasha. Mpaka saa hii hatujui ni kitu gani kilifanyika. Nyinyi mnajua? Hatujapata ripoti kutoka kwa serikali ni kitu gani kilifanyika. Mkuu wa majeshi yetu ameanguka na ndege akafariki. Mpaka wakati huu hatujapata ripoti kuhusu ni kitu gani kilifanyika. Nyinyi umeona hiyo ripoti? Kiawara mmesikia ni kitu gani kilifanyika? Hatujasikia. Ndio tunawaomba serikali, na unajua ukiona serikali inashindwa kufanya kazi ni maneno kama hayo. Hawawezi kutueleza sisi wananchi ni kitu gani kilifanyika. Na hata wakati ajali hii ilifanyika, wananchi munisikize kwanza. Wakati ajali hii ilifanyika, watoto wetu kuchomekea kwa shule hapa, hata rais mwenyewe hakuja kwa hiyo shule. Mlimuona huko? Viongozi wetu wawe na roho ya utu na roho ya ubinadamu, kwa sababu ile ilikuwa ajali mbaya sana. Kwa sababu nakumbuka wakati damu ilipasuka pale Nakuru tukiwa kwa serikali, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alituamsha saa 11 asubuhi, mimi na Wamala tukaelekea huko. Alafu kisha baadaye yeye mwenyewe Rais Kenyatta alisuru pale kuangalia familia vile walikuwa wameadhirika. Ukiwa kiongozi wa nchi, unaongoza binadamu sio kondoo. Ni vizuri mtu awe na ama namna gani? Wawe na roho ya utu. Tunahitaji kujua ni kitu gani kimefanyika. Na leo asubuhi sisi wote viongozi wa upinzani tumesema uchunguzi ufanyike, wananchi wa Kenya waambiwe ukweli ni kitu gani kilifanyika, kwa sababu tunataka kujua. Mnakubaliana na mimi kwamba tujue hiyo maneno? Lakini mbali na hayo, hawa wangwana vile nyinyi mnajua, nimekuwa hapa Kiawara mbeleni nikiwa waziri wa elimu, tukinyorosha maneno hapa, si mnajua vile tulikuwa tunafanya na mambo ilikuwa inaenda namna hii. Sasa hiyo ndiyo sababu sisi tunataka serikali mtupee nafasi tunyoroshe nchi hii yetu. Ukora na ushenzi huu unaendelea ukome, ama namna gani? Ndio tunataka kufanya kazi, tutengeneze nchi yetu kabisa. Na tumekubaliana sisi wote, hatuna chuki na wao. Shida ni kwamba kazi imewashinda, na kama kazi imewashinda sisi tuko tayari kuifanya. Tunawaomba tafadhali nafasi mtupee hiyo kazi tufanye. Mko tayari kutusaidia? Hebu nione kwa mikono wale wako tayari kutusupport tufanye. Mwisho kabisa, nimekuja hapa leo na nyinyi nilisema mbeleni na nataka kurudia tukiwa katika Kiawara. Sisi katika vyama vya upinzani, chama cha DCP, chama cha Jubilee, Wiper, DP, DAPK, zote tumeungana pamoja, tunatembea pamoja kama familia. Hiyo ndio sababu nimeandamana hapa na viongozi wote wa Jubilee. National chairman wa Jubilee ndio huyu Mheshimiwa Kemosi, Deputy Secretary General ni Kenodia ndio huyu hako, chairman wengine Secretary General ako pande ile nyuma Bwana Kenta, na wengine Deputy Party Leader Kioni yako wapi? Wako huko wote viongozi wa Jubilee. Tunataka kushirikiana, tutembee safari tukiwa pamoja. Na tunaendelea kuwahimiza nyinyi wananchi, tukae pamoja, tutembee safari hii pamoja, tuunde serikali tukiwa pamoja na tuweke nchi yetu pamoja. Wangapi wanakubaliana na mimi kwamba tuende kwa hii safari tukiwa pamoja? Harambee! Harambee!
majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutakuwa hapa pamoja, wananchi tukitembea hapa, wawe viongozi wa DCP, wawe viongozi wa Jubilee, Wiper, DP, tutatembea sisi zote pamoja, tuweke nchi yetu pamoja, tuunganishe wananchi, tujenge taifa letu. Mungu na awabariki. Asante sana. Asante. Harambee. Wacha nionyeshe nyinyi viongozi, unasimama hapo unasema jambo, jina yako na